Assalamu alaikum ndugu zangu, hamjambo popote mlipo. I hope mupo salama, na kama kuna yule ambaye kwamba ana changamoto za maradhi, basi namuomba Allahu amwepushe na maradhi hayo, na wale ambao kwamba wapo hospitali, wale ambao kwamba wako majumbani wanaumwa na hawajapata tiba, basi Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi na wawe ni wenye kupona inshallah. Basi leo nimerudi tena na tiba ambayo ni muhimu kufundishana tiba kama hizi, ijapokuwa sio wote wanapenda ama wanafuatilia tiba hizi, lakini kama wewe kweli unajua faida za miti na umekuzwa katika desturi za Kiafrika, basi lazima tuende na wakati wetu ambao kwamba hivi sasa lazima tuwajibike kama Waafrika. Tusiache mila yetu, kwa sababu mila yetu, utamaduni wetu utabaki kuwa sisi ni Waafrika. Moja kwa moja naingia katika mada ya leo ama tiba ya leo. Nitaeka picha ya mti mdogo. Mti wenyewe unaitwa mzalia nyuma. Ni mti tu mdogo ambao kwamba uko na faida nyingi sana kitiba. Ni mti ambao unatibu mifugo, unatibu na binadamu pia. Basi mti huu wa mzalia nyuma, wacha niwafundishe jinsi ya kutibu kuku, ama kuku ambao wamepata ugonjwa wa kideri. Ugonjwa wa kideri, nafikiri ugonjwa huu watu wengi wanaujua. Ni ugonjwa mbaya sana. Unapoingilia kuku, basi kuku hufa sana kwa wakati tu mmoja. Yaani siku moja unaweza ukamaliza kuku 30, 20. Ugonjwa huu ni mbaya sana. Basi nakuomba, kama utakuwa unaofahamu mti huu ambao kwamba nimekuwekea kwenye video hii, mti huu wa mzalia nyuma ni mti ambao kwamba unasaidia kutibia ugonjwa wa kideri. Basi mara kwa mara uwe unatumia kuwekea kuku wako pale nyumbani. Kama wewe ni mfugaji, unafuga kuku, hata kama ni wawili, hata kama ni watatu, moja kwa moja wewe ni mfugaji. Basi lazima pia utunze mifugo yako, hata kama ni kidogo. Nenda uchume majani ya mti huu ama ng'oa mti huu wa mzalia nyuma. Ni mti huo unakuwa mdogo mdogo tu, na ni mti ambao kwamba unapatikana katika mazingira yetu ya nyumba. Hata ukienda nyuma ya nyumba hapo kando kando, ni mti unapatikana kwa wingi. Ni mti ambao kwamba haupatikani porini kwa sana, ila unapatikana sehemu za majumba zetu. Mti huu wa mzalia nyuma, basi nakuomba utang'oa kama mashina yako 2, 3, kwa sababu ni mti tu ambao wa size, ama pia unaweza ukakatakata ili ubakishe mwingine ambao utachipuka tena. Unaweza ukakatakata na ukenda ukakorogea kuku wako, ukawachanganyia na kama ni wishwa ama kama ni chakula chochote kile ambacho kwamba unawapatia mifugo yako. Basi hii itawasaidia kuzuia kutopatikana na ugonjwa wa kideri, na hawatapatikana. Na kama kuna kuku ambao umewaona wana dalili za ugonjwa huo wa kideri, basi tafuta mti huu wakorogee. Unaweza ukawakorogea ukawekea kama maji wakunywe. Unachanganya tu na maji kama lita 2. Unachanganya kama maji lita 2, unawekea pale, watakuwa wanakunywa. Wakihisi kiu wanakunywa maji hayo ambayo kwamba umeyachanganya na mti huu wa mzalia nyuma.
utawapatia dawa hiyo kwa muda ule unaotaka wewe, ni siku 4, ni siku 5, lakini hakikisha utakuwa unawapatia mara kwa mara dawa hii ya mti huu wa mzalia nyuma. Hii ni faida inayotokana na wanyama. Basi faida ya pili, nataka niwapatie faida ya pili ambayo inatokana na mti huu wa mzalia nyuma. Ni faida kubwa pia kwa mtu ambaye kwamba ana matatizo ya vijiwe katika figo. Basi mti huu una sifa ya kusafisha figo kwa haraka sana. Vile vile mti huu wa mzalia nyuma pia unasaidia kuongeza kinga ya mwili. Kwa yule mtu ambaye kwamba labda aliathirika na virusi ama anataka kudhibiti kinga zake za mwili, basi atatumia mti huu wa mzalia nyuma ili kutumia kama kinga ya mwili, na atatumia dawa hii kwa muda wa siku 7. Atakuwa anachemsha anapata nusu glasi. Atakuwa anachemsha anapata nusu glasi, kwa sababu mti huu uko na sifa ya uchungu. Ni mti ambao kwamba uko uchungu. Unaweza ukatumia nusu glasi ama ukatumia glasi moja ya kujaa. Inategemea na vile utakavyohisi ile testi yake, kwa sababu ni mti ambao uko na uchungu. Uko na uchungu. Kwa hivyo utakuwa unatumia glasi moja ama glasi nusu. Unatumia kwa siku moja, unatengeneza ingine siku ya pili. Unaweza ukachemsha dawa hii. Unachemsha hadi inachemka, unaiacha inapoa, unachuja glasi moja ama nusu glasi. Uwezo wako vile utakavyopenda kunywa ama kuitumia. Utatumia kila siku moja hiyo glasi moja kwa muda wa siku 7. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kama kinga zako za mwili zimeshuka, kama unaona afya yako haielezeki, basi tumia mti huu. Na vile vile mti huu pia utakutibia kama wewe ni mwathirika wa figo. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mti huu utakusaidia pakubwa sana na utakuwa ni mwenye kupona. Basi nawaomba ndugu zangu popote mlipo, kama wewe ni mgeni katika channel hii ya Jibambe TV tiba za kiasili, na kuomba usubscribe, ushare na ulike, na utaniwekea comments hapo kama kuna jambo unataka tufuatilie, basi tuwe pamoja. Karibuni sana, nawapenda sana popote mlipo. Asante.